Hujambo na karibu tena. Kulingana na maelezo kwenye kitabu cha OB, kijana Albert Ojwang aliweza kufikishwa kwenye kituo hicho cha Central Police Station mwendo wa saa 8:35 asubuhi. Kwenye kitabu hicho, Ojwang akiwa mshukiwa wa 56 kufikishwa katika kituo hicho cha polisi. Siku hiyo makosa ya ukamataji wake yakiwa ni shtaka la kuchapisha taarifa ya uongo kwenye mtandao wake wa X au Twitter. Baada ya lisali moja mwendo wa saa 9:45 kifo chake Albert Ojwang kiliweza kuandikishwa katika kitabu hicho ambacho kilitiwa sahihi na maafisa wawili waliokuwa kwenye zamu. Baadhi ya vitu vilivyopatikana katika eneo la tukio vikiwemo viatu vilivyokuwa na damu, vazi jeusi, fulana ya rangi nyekundu, chupa ya maji pamoja na kikombe. Sasa vinachunguzwa na idara ya upelelezi ya IPOA. Ndani ya jengo ambalo Albert Ojwang aliwekwa, kulikuwa na alama za damu kwenye kuta na sakafuni. Swali kuu kwa Wakenya na baadhi ya viongozi wa kitaifa likiwa ni kipi ambacho kilitokea katika jengo ambalo alifungwa Albert Ojwang, na ni kwa nini wasimamizi wa police station hiyo waliamua kumtenga na wenzake. Hii hapa taarifa kutoka kwa polisi ambao tayari wameweza kulizungumzia swala hilo. On Friday, 6th June 2025, Albert Omondi Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. Records indicate that he was transported to Nairobi, where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station at the occurrence book number 136/7/6/2025 at 21:35 hours. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bagathi Hospital for treatment, as documented at the occurrence book number 9/08/06 of 2025 at 01:39 hours. Upon arrival, he was declared dead. Swali kuu ni kwa nini polisi walioko kwenye zamu walimzuia mzazi wa Albert Ojwang kumwona mtoto wake asubuhi na mapema, huku wakimhitaji aondoke akaende kunywa chai kisha baadaye arudi akamwone mwanawe. Je, kuna taarifa ambayo ilistahili kukamilishwa kabla ya baba ya Albert Ojwang kupata taarifa za kifo za mwanake ambaye tayari alikuwa ameiaga wakati anawasili kumwona? Polisi hao inasemekana kuwa walimzuia mara si moja au mbili alipojaribu kutaka kuzungumza na mwanaye saa 1 asubuhi, huku akiambiwa arudi mida ya saa 4 mchana. Hii hapa video mzazi wa Albert Ojwang akielezea saga iliyoko tokea pale police station. Fikia saa 1 ilinipata mimi niko hapa kwa police station. Nikajitambulisha kwa afisa wa polisi ambaye alikuwa kwa zamu. Nikajieleza kwa majina yangu. Nikamwambia kilichonileta kwamba nataka kumuona kijana. Kaniambia wewe subiri, bado ni asubuhi, tunapanga watu kwa ajili ya kufanya usafi ndani ya station.
Nikawa na subira, nikakaa hapo kwenye bench. Kuelekea saa 2 nikarejea tena kwa madam ambaye alikuwa yuko hapo. Akaniambia, wewe subiri, utahudumiwa bado. Nikakaa. Kuelekea saa 3 akaja afisa wa kiume akaniambia kwamba, mzee, masaa haya bado tunashughulikia usafi wa ndani. Kwa hivyo wewe nenda ukanywe chai, urudi mida ya kama saa 4. Ukija utamuona huyo, utakubaliwa umuone huyo kijana. So niliporudi saa 4 nikakaa kwa bench. Muda si mrefu akatokea chaplain wa station hii pamoja na maafisa wale wa DCI wale waliomshika yule kijana kule nyumbani. Nilitambua wawili. Katika hao wawili kuna kijana mmoja rafiki ya huyu kijana wangu ambaye nilimpata pale na tulijuana tu hapo kwa station. Yeye ndiye akaniambia kwamba yeye amekuja kumuona Omondi. Pia hakujua habari za kwamba Omondi ameaga. Sasa chaplain huyo ndiye anatuambia basi njooni kwa OCS. Mimi nikiwa na matumaini ya kwamba nikifika hapo ataniruhusu nione kijana wangu. Nilipofika hapo ofisini kwa OCS tukajitambua. Mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Kupitia kwa sheria ukaseme kwa nini ulimuua mtoto wangu. Alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Watu wanaongea kuhusu mambo ya ufisadi, hata ni wengi kabisa katika nchi hii yetu. Kwa nini mtoto wangu peke yake asulubiwe kwa ajili ya neno la ufisadi ambayo inahusu nchi nzima? Abebe na ni mtoto wangu mmoja wa kipekee. Sasa nimebaki mkono mtupu. Nana atanielekeza katika maisha yaliyobakia. Mtoto wangu nimemsomesha kwa taabu katika kaunti ya Kilifi kwa kazi ya Kware. Nikijinyima kwa ajili ya mtoto wangu kusoma. Alipohitimu nilikuwa nina matumaini. Ndiposa nikatoka huko nikirudi Nyanza nikae nyumbani kwa sababu mtoto amefika mahali pa kunishika mkono. Sasa leo hii umenivunja mkono. Umeniua. Kwa nini uniue? Unanidai nini? Amekuibia nini? Hayo ndio maneno ambayo nataka niongee kwako Bwana Eliud. Baada ya ripoti hii mzee wangu, na jana idara ya polisi ilitoa taarifa, lakini leo hii wewe unazungumza baada ya kupata ukweli ambao ulifanyikia mtoto wako. Ukipata nafasi ya kuzungumza na utawala wa taifa, pengine rais, mkuu wa polisi Kanja, ushazungumza na Bwana Lagat, wale ambao wanafanya upelelezi, kama baba ya Ojwang, utawaambia nini? Mimi nataka niongee kuhusiana na mambo ripoti ambayo nilipata kwa police station ya kwamba ilikuwa ni ya uongo kutokana na uchunguzi uliotokea leo. Niliambiwa ya kwamba mtoto wangu amejigonga kwenye ukuta. Nauliza swali, huku kwenye makwapa pia unaweza kufika kwenye ukuta huko juu kwa kugongwa? Huku kwenye kishogo na kwa bagoti haya anaweza kufika huko kwenye ukuta huko juu kunakoonekana damu? Habari hizi zinamwendea tunayempenda rais wetu wa nchi hii. Tafadhali mzee wa nchi, tusaidie, nisaidie kama mwananchi anayetoa ushuru pia, na angalia haki kuwatendea wanyonge. Sababu boma langu hata ilipigwa picha hata kabla kijana wangu kuondoka. Wakaona kwamba huyu ni mfukara, hawezi kujitetea. Kwa hivyo lolote tunaweza kumfanyia mtoto wake ili kwamba
iwe suluhu namna hiyo. Hiyo haibariki. Hiyo ni laana. Hiyo ni laana. Hiyo ni laana. Tusaidie. Asante na pole sana kwa hili. Asante. Wakili wa familia tafadhali. It's a very sad day in this republic. We were told that Albert died as a result of hitting himself on the head in the police cell. What we are asking the authorities, as a result of the report, how did water get into the cell? How did he remove his shirt? How did he remove his pullover? How did the officer at the desk hear the sound of a head being hit on a wall meters away? It's unfortunate. And this is a direct report. And I hear everybody saying, no, let us make sure that this guy is arrested and all. What was Ojwang discussing that made this man kill him? It's corruption. The reason this young man was killed, he said the police service receives close to 56 billion shillings every year. This is the story. This is the big thing in this house. But we are talking about, oh, Ojwang is killed, we need to arrest. This country of ours has to be fixed. And you are the people to fix it. And you are refusing to fix it. Because we are part and parcel of the mess of our country. And when we are discussing this thing, you politicize them. You say, oh, it's broad-based. Oh, it is all about those people are the ones who are on the other side. When this thing collapses, all of you will be in the same boat, I tell you. You will hang separately. Because you are the people betraying this republic. The police officers are a consequence of our failure. That is the reality. We have refused to accept that we can fix this country, that we can work together, that we don't have to be tribal, that we can actually act as adults. But we behave like children when everybody outside is crying, saying, where are the adults in the house? I beg you people, let us sit and fix our country. What you see happening to Ojwang is a consequence of a failed system. Thank you, Mr. Speaker.